Nikasema tutaweka mpango na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya. And I want to say I am committed, I am unapologetic about making sure that there is equity in the Republic of Kenya. Tutashirikiana, tutafanya bidii kuhakikisha ya kwamba kuna usawa katika taifa hii. Na ndio nimechukua hatua nyingi kuhakikisha kwamba tunaweka usawa katika taifa letu. Kuna wengi wanapata hasira, wanapata hamaki kwamba tunatafuta usawa. Mimi nataka niwaombe msamaha, poleni, lakini usawa tutatafuta na tutapata. Nilisema kabla ya uchaguzi ya kwamba ubaguzi ambao uko Kenya hii, ya kwamba kuna Wakenya wakienda kutafuta kitambulisho anaulizwa maswali tofauti na wale Wakenya wengine. Nikasema hiyo ubaguzi tutaondoa, and I have done it. Mambo ya vetting ambayo watu wa Kilifi hii walikuwa wanahangaishwa nayo na Wakenya wengine, tumefutilia mbali, ili Wakenya wa Kilifi wanapotafuta kitambulisho wapate vitambulisho vile Wakenya wengine wanapata. Sio ya kwamba kitambulisho itapatianwa kiholela. Hapana, kuna taratibu imewekwa ya vile mtu anapata kitambulisho, lakini hiyo taratibu isiwe tofauti kutoka Mkenya mmoja hadi Mkenya mwingine. We must all be treated equally. And I am shocked that there are people who have a problem with that. Jambo la pili, mumesikia ya kwamba stima imefika hapa kwa sababu mjumbe wenu Michael alikuja na tukazungumzana na yeye, tukapangana ikafika hapa. Lakini sio kawaida ya kwamba mbunge anapata nafasi kama hiyo ama kiongozi anapata nafasi kama hiyo, na sio haki ya kwamba ni hadi mbunge aende atafute ndio apate. Lazima tuwe na mpango kamili wa serikali, na ndio sababu hiyo muliona juzi Jumatano niliweka sahihi mikataba ambayo itatupatia pesa bilioni 11.6 ya kuhakikisha kwamba counties 14 ikiwemo county ya Kilifi ambazo ziliachwa nyuma kwa mambo ya kuunganisha stima, sasa watapata stima kama counties zile zingine zote. Na ndio sababu hiyo county hii ya Kilifi mtapata shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kusukuma mambo ya kuunganisha stima, na tunataka kuunganisha stima watu 21,000 wengine wapya katika huduma ya stima. Na tutafanya kazi na wabunge wenu, tukubaliane sehemu gani, wapi, kijiji gani, mahali gani hakuna stima. Na mbali na kazi hiyo, kwa sababu hapa mama mmoja amesema tunahitaji viwanda, lakini bado stima hapa iko chini kwa sababu haina transmission line ya kutosha. Umeme mara inapotea, mara haiko, mara iko na matatizo. Sababu hiyo last year nilikuja nikasema tujenge transmission line kutoka Rabai kuja Bomani mpaka Kilifi. That was phase 1, na itakamilika by June this year. Pia tumeunganisha transmission line nyingine ya kuleta umeme kutoka Kilifi kuja Weru mpaka Malindi. Hapo tunatumia karibu shilingi bilioni 9 kuunganisha hiyo stima, so that we can have reliable power and we can power the industries that currently are present and those that we are looking for into the future. Nitarudi hapa kwa mapenzi ya Mungu in the next by June, July, kwa sababu
Kenya Power na REREC wanakamilisha hizo transmission lines so that we can have reliable power in Kilifi County. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi, na mimi nataka niwaulize viongozi wote, saa hizi ni kushughulika na vile ya kupanga mambo ya maendeleo ya wananchi. Kuna siku itakuja ya kuomba kura. Election is a one-day event. Development is an everyday assignment. Na ndio tunataka tushirikiane tukiwa hivyo. So mimi nawauliza, mbali na hiyo kazi ambayo nimesema, mumeniuliza pia mambo ya barabara. Ni kweli ile barabara ya kutoka Mariakani tukafikisha Bamba, mkatuuliza itoke Bamba ikuje Garsen, ikuje sio Garsen but ikuje Ganze na iteremke mpaka Kilifi. So nakubaliana na mbunge Tungule, mbunge wetu wa pale Ganze, ya kwamba hiyo barabara inahitaji kukamilika, and I want to commit that we are working on the resources to make sure that that road is done, kwa sababu ni barabara ya muhimu sana. Mbunge huyu Tungule sijui anasema barabara hiyo imekwama mahali fulani, lakini nataka nikuambie mheshimiwa, kutoka pale Ganze sijui kama imefika pale Matano Manne ama bado. Sasa tutasukuma ifike Matano Manne alafu ifike pia Kilifi. Na mimi nataka mbunge wewe, wewe pale Matano Manne nilisema nilipatiana pesa ya kujenga kanisa. Sijui kama ilijengwa, utaniambia baadaye kama ilijengwa hiyo kanisa ama iliendaje. Sababu I was nilikuwa nashangaa sana hii Matano Manne. Sijui ni kitu gani, lakini I will come to Matano Manne nijue hii matano ilikuwa matano alafu ikakuwa manne ama ilikuwa manne alafu ikawa matano. Takujia huko mnieleze. So poleni kwa wale watu walipata ajali kwa barabara ambaye inakuja kwa huyu mzee. Na kwanza wacha nimshukuru huyu mzee. Kama huyu mzee angekubali kutoka kijiji hii aende mahali pazuri penye maendeleo, pengine hata hii stima imefika hapa haingefika. So mbali na hii stima, mumesema ya kwamba barabara ya kuja mpaka hapa kama sivyo? So nataka nimshukuru gavana wenu, amesema ya kwamba kuanzia pale kibao cha Fundiza atatengeneza, sijui atafikisha wapi hapo, pengine 6-7 kilometers. Mshatengeneza 4 kilometers, ongeza hiyo ingine 4 kilometers, ile itabaki uniache mimi nitengeneze. Nitatengeneza hiyo barabara ndugu Mng'aro kutoka pale Ramada alafu ikuje Ado ifike hapa Kamali. Ama nirudi nyuma kidogo? Haya, ndarudi nyuma kidogo. So tutashirikiana namna hiyo ndugu Mng'aro, ndio tuweze kusongesha mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tusongeshe mbele. Mimi vile vile nataka niwashauri ya kwamba katika harakati hii ya kuleta usawa na kuunganisha Wakenya, hatutaki kuacha jamii ndogo ndogo nyuma.
Nilikuwa hapa katika sherehe ya watu wa Pemba. Najua ya kwamba watu wa Wata wako katika sehemu hii, na mimi nataka niwahakikishie vile vile ya kwamba mambo yenu tulishawapatia code, na hapo tutajipanga namna hiyo, alafu mtakuwa sawa. Lakini katika hii mambo ya vetting tumesema mtu asiulizwe maswali kuzidi yale Wakenya wengine wanaulizwa. Viongozi wenu wamenieleza ya kwamba unajua hapa niko na bahati kubwa. Huyu Michael Kingi ni rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye. Ule Harry Kombe ni rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye. Ule mtu yangu ya UDA ako area hapa, si ndio? Pia ni mtu yangu ya chama, tunafanya kazi na yeye. So I am spoiled for choices. Hawa watu wote ni wangwana, ni watu wazuri. Najua kuna mahasidi wanaamini ya kwamba ati hapa tutachanganyikiwa, alafu tufanye mambo, alafu tuharibu. Mimi nataka niwaambie, sisi kama watu ambao wanaamini katika umoja ya Wakenya, katika ile program yetu ama mpango yetu ya mapana na marefu ya broad based, hawa tutawachanganya na tutapata mmoja wao na tutatembea na yule ambaye atapatikana. So we are going to work together. Na mahasidi hawezi kupata nafasi ya kupenya. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana. Technical Training College nilisema tujenge hapa Magarini. Mimi nashukuru ya kwamba imekamilika.